Baada ya kamanda wa GSU Lawrence Mwadime, naibu kamanda wa GSU Mathew Itere ambaye sasa ni kamishna wa polisi, na Erastus Kirui Chemorei, afisa mmoja mkuu wa GSU, kukabidhiwa majukumu ya kulinda dawa hizo za kulevya, mambo yalianza kuchukua mwelekeo mwingine. Watu ambao babangu akapigwa risasi mubtu, wengine wanamesha kwa kifua na amka tu. Lakini maaskari wenye walikuja kumuua walitoka tu stations mbali. Sasa niko na wasiwasi sana mingi. Erastus Chemorei ambaye ni afisa wa 3 kimadaraka katika kambi ya mafunzo ya GSU Nairobi, anakisiwa kuchaguliwa na kuonekana kama afisa chapakazi na wa kuaminika, hivyo basi kukabidhiwa funguo za shehena hizo za madawa ya kulevya aina ya cocaine zilizokuwa zikihifadhiwa katika kambi ya GSU na kamanda wa chuo hicho. Kimsingi, kambi ya GSU ina sehemu 3 za kuhifadhi vitu vya siri. Sehemu ya kwanza ni ile ya kuweka zana za kivita. Sehemu ya pili ni ya kuwafungia askari wanaokiuka sheria, na sehemu ya 3 ni ile iliyotumiwa kuweka dawa hizo za cocaine. Jina la Erastus Kirui Chemorei lilianza kujulikana na kila mtu aliyekuwa na hamu ya dawa hizo za kulevya, miongoni mwa maafisa wakuu wa serikali na mawaziri. Baadhi ya maafisa wa serikali walianzisha magenge ya majambazi waliokuwa wakiua wapelelezi wote pasi na huruma. Chemorei alianza kujipata akipewa likizo ya lazima mara kwa mara bila ya kujua sababu zenyewe. Jicho pevu liliweza kupata barua ya likizo ya Chemorei, na iliyokuwa ya kutilia shauku. Likizo ya kwanza ilikuwa Disemba 10 mwaka wa 2004. Likizo ya pili Februari mosi mwaka wa 2005. Likizo ya 3 Februari 8 mwaka huo, na likizo ya 4 Februari 17. Akiwa amesalia na siku 2 kabla ya kurudi kazini Februari tarehe 21, mambo yalichukua mwelekeo mwingine. Februari 19 mwaka wa 2005, mwendo wa saa 4:30 za mchana hivi, barabara zote zilielekea Kitale katika kitongoji cha Kitalale. Zaidi ya maafisa wa polisi 70 kutoka vituo mbalimbali chini ya uongozi wa aliyekuwa mkuu wa wilaya wa eneo hilo Christopher Musumbu, OCPD Augustine Kimanteria, afisa anayehusika na visa vya jinai Inspector Welumba, na DCIO Julius Sunkuli wakazingira nyumba hii, nyumba ya Erastus Kirui Chemorei. Katika boma hii ni watu 4 tu waliokuwepo. Abubakar Ndiema Latama, jirani na jamaa aliyekuwa akitaka kununua ng'ombe kutoka kwa Chemorei. Wanawe 2 wa Chemorei, Elijah Kirui Chemorei, Sarah Chebet Chemorei na Erastus Kirui Chemorei. Kwa wakati huo Elijah alikuwa na umri wa miaka 12, naye anakiri kushuhudia yote yaliyojiri. Tulikuwa tumekaa hapo, nilikuwa na baiskeli. Kidogo hapo hivyo kuna Land Rover zilifuatana 3 zikakuja hapo. Kuna mtu alikuwa hapo hivi. Mimi mara ya kwanza vile niliona hizo Land Rover nilikuwa nadhani ya GSU kwa sababu zilikuwa zikikama hapo. Sasa kuiona nikaona kumbe ni realize ni ya polisi. Mwenye alikuwa hapo mbele alikuwa amevaa tracksuit. Vile alishuka tu, vile maskari alikuwa anashuka anawaambia nini uzunguke compound. Walikuwa wengi. Sisi tukatulia tu hapo hivi. Kidogo tukaambia tutoke hapo. Hasa mimi si kutoka nje ya compound. Nikaingia ndani. Nikakuja nikatulia hapo, tukaambia tukae hapo chini. Hapo hivi. Hasa vile mimi niliingia, nilimwona baba akikuja hivi na Abubakar, huyo mtu mwenye alikuwa amekuja kununua ng'ombe. Akakuja hapo hivi, akasimama kwanza. Alikuwa amesimama, kulikuwa na mlango ya nyumba ilikuwa imetoka, alikuwa akakalia hapo kwanza. Lakini huyo Abubakar akakuja akakaa. Hiyo store ilikuwa hapa hivi. Sasa akakuja akakaa hapa, yeye akakaa hapa. Hiyo wakati fence ilikuwa hapo hivi.
Yeye akakaa kwa hii kitu nini kiasi yenye kwa resti. Akatulia hapo, mimi nilikuwa nimekaa hapo. Wakaanza kutembea. Kwa kipindi cha dakika kama 15 hivi msako uliendelea hata kwenye dari la nyumba. Hakuna kilichosazwa, kwani hata mkoba wake aliyokuwa akibebea vitu vyake vya siri, hususan vya kazini ikiwemo bastola yake, ulivunjwa. Before that, my sister aliuliziwa kifungu. Baba akamwambia apende, kuna kifungu ya nyumba huko, ilikuwa ikikaa kwa nyumba ya wasichana. Akapenda, akasema si kifungu. Hiyo nyumba ilifunguliwa lakini akasema si. Wakasema na kifungu ya choo. Wakafungua choo, kuna choo ilikuwa inalokiwa, wakaenda wakavunja tu. Wakasema kifungu kingine kwa wapi? Wakatafuta, hakuna, hawakupata nini, wakanyamaza tu. Hata kulikuwa na commotion, magari mob zilikuwa zinakaa huko. Hiyo within that one hour. Sometime ndio baba akakuja kuambia kukaa hapa chini. But hiyo magari yalianza kukuja sasa. Ndio baba akaambiwa akae chini. Alikuwa amesimama chini, alikuwa amesimama pale. Haya, kidogo hivi. Sasa baada hiyo magari kukuja, hiyo Land Rover nyingine ilikuja. Alafu na ka salon ilikuja hivi. Mimi nikaingia kwa nyumba. Walikuwa wameni order kwanza ni jembe. Ndio walikuwa wako kwa store. Baada ya 1 hour hivi, mimi nikaingia kwa nyumba tu. Sasa ninaingia kwa nyumba hivi. Kutoka hivi nini? Walikuwa wameendanga hivi na mbuyu. Haya, vile wanaenda hivi, nasikia wanaanza kugombana. Wanasema tu waachana naye. Wengine wanasema msimwache. Wengine wanasema waachana naye. Sema msimwache. Alafu nakumbuka mjamaa alikuwa na nywele mob. Hivi mtu strong hivi. Baadaye nilikuja kusikia ati sijui alikuwa ndio DC ama nani. Huyo hao ndio wakasema shoot mtu. Hasa baba alikuwa maachiliwa, anaambiwa nini? Uishia, kuna ng'ombe ilikuwa inakula nepia grass huko hivi. Hiyo ilifaa iuzwe hivi. Baba alikuwa ameachiliwa anaenda sasa. Sasa ninaenda tu hivi na watu wanainama sasa. Mimi naona mwenye alikuwa amesimama hapo, hata hakukimbia, wanaanza kushoot. Mwenye alikuwa amesimama hapo na watu wenye walikuwa wamemgada hapo hivi, hawakufanya chochote. Walikuwa wanatembea tu huko. Watu kama 2 ndio walikuwa wanamgada hapo tu. Lakini maskari walikuwa wengi upande pengine. Sasa vile yeye alikuwa anateremka hivyo, wakaanza kushoot. Si watu wote walikuwa na shoot. Na wenye kuna wenye walikuwa wameinama tu. Sasa walikuwa wanagombana. Unaona? Haya, nikaona anainama. Sasa mimi niliona kwa hii fence kuna penye kulikuwa na crack hapo hivi. Nikaona sasa hapo ndio nilikuwa naona vizuri vile nisikia risasi ya kwanza. Na alipigwa risasi akainama. Sasa alikuwa karibu na fence yani. Anataka kwenda sasa, anataka kuingia upande. Akapigwa mmoja na anaanza kuongea nini ba? Kupendeka hivi. Akainua mkono juu. Sasa vile anainua mkono juu, ndio akachapa hiyo mkono. Alikuwa anainua mkono. Nini mbaya, anampiga magoti, nilikuwa nasikia hapo. Wanaanza kugombana hapo. Akapigwa risasi mob tu. Wengine wanamesha kwa kifua, anaamka tu. Akachapa risasi mob kwa kifua, akiamka. Akaamka tena hapa akapiga magoti. Alafu sasa wakakaa kama kitu kama 15 minutes hivi. Bado wanagombana. Sasa nilikuwa nasikia tu matusi. Kidogo naona magari zinakuja. 15 minutes hapo amedai. Mwingine hapo hivi akainama akashoot, sijui alishoot risasi ya juu ama nini. Na ameinama tu hapo. Sasa watu walikuwa wanafukuzwa, baba hapo ameuawa sasa hivi. Alafu jamaa mwingine anatokelea tu hivi, askari. Anakaa na gani. Alafu anampointia kwa kichwa. Kabla baba hajapointiwa akaweka mkono mbili chini hivi. Alafu ni kama anapiga nini? Akakaa sana piga sama. Akapiga risasi tatu ya kichwa. Jakalala chini pole hasa. Kona akifurutu anga hapo hivi. Magari mob zikakaa. Mwingine hapa anasema ati tumemweza leo sijui nini. Jamaa msijui mwingine, watu wanaongea tu ujinga huko wakitembea. Mara wengine wanaruka kienda upande. Ndio sawa walikuwa nafukuza watu. Kwa mujibu wa duru zetu ni kwamba baada ya kukosa walichokuwa wakitafuta, maafisa hao waliokuwa wamezingira boma nzima ya Chemorei na kuhakikisha kuwa hakuna mtu yoyote yule aliyekuwa karibu kushuhudia watakayofanya, walimuelekeza Chemorei hadi karibu na ua la nyumba yake. Na hapa ndipo Chemorei aliinua mikono yake na kuwaomba wasimuue kabla ya kupigwa risasi zisizopungua 22 na kumaliza papo hapo. Jicho pevu lilifaulu kupata picha video ya marehemu.
Video ambayo inaonyesha wazi unyama uliotekelezwa na maafisa waliotakiwa kuwalinda Wakenya na ambao waligeuka na kuwa adui wa usalama. Jinsi walivyomuua Chemorei hata baada ya yeye kutii amri na kuwasikiza, ni dhahiri kuwa dawa za kulevya zilikuwa na umuhimu mkubwa zaidi ya uhai wa mwanadamu. Marehemu Chemorei alipigwa risasi 22 na kuuawa papo hapo mbele ya macho ya wanawe. Kulingana na wanawe, ni dhahiri ya kwamba jinsi ambavyo maafisa hao 70 wa polisi walivyowasili hapa na kumuua Chemorei, ni wazi ya kwamba walikuwa wakisaka funguo zilizokuwa chini ya himaya ya mikono ya baba yao.